Sema asilimia kubwa mimi nafanya vitu ambavyo vipo kwenye jamii ya watu. So, yani kuna mtu unaweza napokea DM nyingi sana, unasema mwanangu unaongea vitu vya kweli. Mwanangu umeongea kitu ambacho kishe kunitokea. Unaongea kitu ambacho kipo. Unaongea vitu unajua? Naweza kuongelea vitu ambavyo kabisa kunaona noma. Kuna mwingine anasema kitu mpaka nawaza kwamba kwa nini ukasema hivi? Umeelewa? Ni vitu ambavyo vipo. Yaani neno tutakufuatilia. Yaani limekaa hoya. Tutakufuatilia iwe kwa gharama yoyote. Namna yoyote. Yaani lazima tukufuatilie. Lazima tukupate. Ni pesa gani nzuri au kubwa ulishie kuipokea baada ya kusimama kwenye jukwaa la Cheka Tu, labda na ilikufurahisha ukaona hii kazi kweli nitakuwa nikanyagie baada ya muda nitakuwafaa? Mimi kwanza nikifanya sana sijaje kutanguliza pesa mbele. Na sikumbuki nishie kushika nyishi ngapi nyingi. Sababu mimi niko gana haraka. Mimi sana naifanyaga kwa sababu napenda. Yaani kuna watu wanaona mafanikio ya mtu ndio wanasema ngoja nifanye sanaa kwa sababu kafanikiwa. Sanaa ifanye kwa sababu ni unaipenda. Yaani mimi naipenda pia kipaji. Napenda ninachokifanya. Kwa hiyo ukiniambia kuhusu ushaye kupata hela ngapi kwenye sanaa? Siwezi, ila mimi ambazo nishaye kufanya kazi tu nje na sanaa ni nyingi. Shila kwenye jukwaa la Cheka Tu mara ya mwisho sikumbuki. Serious, sikumbuki kwamba bwana tutaifuatilia hiyo. Ufuatilia, lakini kiwango unajua tuna viwango vya malipo. Ni kwenye malipo. Kuna viwango, sio kwamba eti tu unamaliza kwa sababu hujachekesha tukua hiki. Kuna kiwango kabisa, uchekesha hujachekesha hivyo. Kuna malipo. Bwana huyu atalipwa shingapi, huyu atalipwa shingapi, huyu atalipwa shingapi. Wote ambao mtapanda. Wote ambao tutapanda kuna kiwango cha malipo. Lakini malipo yanaridhisha. Malipo yanaridhisha. Unaweza kulipa kodi, ukala, kanunua nguo zako hivyo, unyama. Sio baadaye itokee bwana tumfuatilie Koi. Hamna. Huwezi kumfuatilia boss. Vijana sikia wanalamika chini. Wangeondoka. Mbona wapo vijana? Vijana wapo. Sema tu kwamba kuna ile kwamba ukishajipata, kuna ile kwamba mtu ukishakuwa mkubwa. Sawa. Unajisahau. Sio najisahau. Unakuwa na vitu vingi ambavyo vinakuhitaji. Kwa hiyo unakuta labda show imewekwa afu ushaweka mikataba ya watu, unahitaji ukafanye kazi za watu. Sawa. Hapo kuna show imewekwa. Na maana wewe ni kupiga tu simu, boss sitokuwepo kwenye hiyo show. Ina kazi ya mtu 1 2 3. Jamaa anakubali. Hana noma. Yaani ni Koi ni mtu aina gani kwa ulivyomsoma? Na ujuzi uliniambia nikaenda kwa brother Koi kuna vitu nitakao tuvifanye. Ni mtu aina gani Koi? Koi ni mtu ambaye cha kwanza anajua kuishi na kila mtu. Na Koi anamsoma mtu kulingana na yale jinsi anavyokuja. Na Koi ni mtu ambaye ni mpole sana. Yaani ni mpole ambaye aliyepitiliza. Ndio maana Koi kuna muda waga analiaga tu mwenyewe. Yaani mtu anaweza kalia tu. Ni mpole kwa maana yani mpole au mkimya? Mpole kabisa, yani ni mpole au mkimya. Kutisha hapo kati ya mpole na mkimya. Koi ni anaongea. Koi anaongea. Unadhani kuna nili host pale zile shows mchezo? Sio mchezo, lakini kuna watu pia anasema Koi sio nili. Sio mchekeshaji, ni MC tu kama MC mwingine. Kama mzee anasema Koi achekeshi ni MC tu. Hiyo wewe unaiweka vipi? Hiyo imeshawatengenezea watu hivyo. Ukisha kuwa ni host kwenye show, hata kama unachekesha vipi, watakuhesabu kama host. Hata mimi nikianza kuwa na host show, watanihesabu kama umeona. Kuna mchekeshaji anaitwa Haleluya. Huwa ana host wale, huwa ni co-host. Anaanzaga wale wa kwanza wale kama wale watu 6 wa mwanzo. Anawaitaga yeye. Anawapandisha. Kwa kuna ukuta watu wanamsahau kwamba Haleluya ni comedian. Lakini Koi ni comedian. Anachukulia kama host. Koi ni stand up comedian. Koi ni stand up comedian kabisa. Na uwezo wake unauamini 100. Na uamini. Sema kweli bana. Na uamini. Na uamini kabisa, asilimia 100. Ndio una wasiwasi kabisa. Mimi ukiniambia kwamba mchukue mtu kwenye show. Yaani chagua mtu kwenye show ambaye show yako itanoga, itabamba. Kwa watu wanaofanya stand up wote watakwambia Koi. Mfano sasa hivi nakupa watu wawili kwenye show yako. Leonardo na Koi mzungu, uondoke na mmoja. Leonardo na Koi mzungu. Niondoke na mmoja. Akakuchekeshe huko upande wako. Akanichekeshe huko. Leonardo na Koi mzungu kwenye upande upi sasa? Kwenye upande wa kuchekesha performance. Kwa upande wa performance. Kwa upande wa performance mimi
Wote wakali. Twende na mmoja. Wote wakali kwa sababu huyu ni host, huyu ni mchekeshaji. Sasa hapo utasema kwamba unaondoka na host na mchekeshaji. Sasa hapo tunataka tuondoke na mmoja akaperform. Yaani kwamba hapo utakuwa unaondoka na host ambaye anachekesha na mtu ambaye akiingia ile lengo lake ni kuchekesha. Kwa sababu unamwona Koi, Koi ana uwezo wa kufreestyle stage-ni. Koi wewe. Rio hawezi kufreestyle stage-ni. Koi ana uwezo wa kuandika jokes. Leonardo ana akili kubwa ya kuandika jokes. Koi ana uwezo wa kufreestyle na stage-ni pia. Wewe hapo kwa wewe hapo nani unaona? Unanipa majibu kwamba utaondoka na Koi. Mimi naweza nisiondoke nao wote kwa sababu mimi mwenyewe najiweza. Mr. Mjeda unanipanga, unanikimbia. Hamna, sikukimbia. Unahofia kumention majina yao kwamba atajisikiaje? Hamna. Yaani hapo yani nikwambie kitu. Ukimweka Koi na Leonardo kwamba nimchague nani? Sasa umeweka fundi na saidia fundi. Basi tuachane na Koi. Umweke Leonardo na Textidula. Nitaondoka na Leonardo. Textidula namtupa. Textidula ni mzuri sana kwenye stand up, lakini mimi nitaondoka na Rio. Textidula anazidiwa nini labda hasa na Leonardo? Kwenye ukali wako wewe na namna kujua huyu ni mkali usio mkali kwenye performance. Labda anazidiwa vitu gani? Unajua kuna tofauti kati ya mchekeshaji na mwandishi wa stand up. Leonardo anaandika stand up na ana deliver. Textidula akipanda stage tu ni anakuchekesha yani. Mwanzo mwisho. Yani yeye ni mchekeshaji wa stage, stand up comedian. Ila Leo ni anaandika na pia ndio maana nasemaga comedy zake ni zinatumia akili. Sio kwamba wengine wote hawana akili. Yeye anatumia akili zaidi. Ameenda X. Unawaambia nini mashabiki zako? Labda tegemee kitu gani? Tegemee kumuona Mr. Mjeda mpya ameingia kwenye namna nyingine ya kuchekesha au unabaki kwenye njia yako hii? Mimi ni yule, utaniona kwenye vitu vingi. Ikiwezekana mtaniona hata kwenye tamthilia. Yaani mimi nafuata raha yangu mimi ni kufanya comedy au maigizo. Yaani nitafanya vyovyote ambavyo najua kwamba hivi kitafikia sehemu fulani ambacho kitapendwa na watu. Kwa namshukuru Mungu pia. Waambie maneno mawili mashabiki zako. Mashabiki zangu mimi nawaambia kitu ambacho waendelee kusupport sababu sisi tunahitaji wao. Tunahitaji wao watu support tufikie malengo. Hiyo imekaa poa mzee wangu. Imekaa poa. Sisi tunashukuru pia kwa muda wako. Amina. Nafikiri tuendelee kuchekeshana maana tunachekeshana. Kabisa. Hamchekeshi nyinyi tu. Kabisa tunachekeshana. Mbona kama wewe kuja kunihoji ni kuna kitu umekiona lazima ngoja nikamuhoji jamaa. Ndio hivyo. Pia vijana wanakuja kwenye game wanachipikia. Unawaambia kitu gani? Wewe ambaye kidogo umesha stand up. Waje wakaze sana. Unawashauri nini? Nawashauri wapambane sana. Waposti sana, wawaze vitu sana. Kwa sababu ukija kwenye game mpya afu ukaanza kupiga vitu vya watu. Ni rahisi audience mpya aone huyu naye mpumbavu ni Siakalime. Atakoje na vitu vyake. Pesa pia ipo. Mbona masuala ya pesa nini uambii? Ndio vitu watu wanapenda. Wewe unavyopendeza. Kwanza upo. Pesa ipo. Hivi deals zinakuja kama kawaida. Kama kawaida. Namshukuru Mungu. Industry inalipa sasa. Sasa hivi yani masuala ya kubadilisha mboga. Asubuhi umekula nyama, jioni umekula dagaa, jioni ukila mboga za majani. Mungu anasaidia. Na hiyo tunaifuatilia. Lazima tufuatilie. Kwa nini kubadilisha mboga? Hela nyingi lakini eti tuumwe watu washindwe kutuchangia. Ni kuchangiwa kuko pale. Ni kuchangiwa kule. Yani tunawahitaji watuchangie.